wakisema shika huyo, sishiki. Mweke ndani, si mweke. Tufunga barabara, polisi ananiongelesha. Watangu nakuja. Hello guys, Lil Sick TV. Remember to subscribe, like and share. Today we are going to talk about Eric Omondi. For those who don't know Eric Omondi is one of the top comedian in Eastern Central Africa. This guy, for me, is like a fortune teller. Most of the things that Eric Omondi says to public, it finally comes to happen. Even before Gen Z demonstration, Eric Omondi was the first one to do the demonstration. Para polisi ananiongelesha. Watangu nakuja. Hapana, tufunge barabara. Ukifunga ndio unaniongelesha. Mimi niko na heshima. Amunisikia sasa mnaniongelesha, lakini gari zikipita mnatuangalia na jua. Tusifungue barabara. Wase mstoke kwa barabara. Tunataka weta. Itawetangula. Hapana, itawetangula. Kuja na niingize ndani unaweza kuenda. I expect you, sir. But you didn't talk to me. Sangeni nyuma. Aje msimu. Poa sana. Tusongee. Wewe msifungue barabara tafadhali. Mheshimiwa, tukiongea juu ya infringe rights. Tusianze hiyo topic. Government infringe kwa rights watoto wadogo waende shule. That is why. This is a very small thing. There are other roads they can follow. This is a very small road. You can divert traffic, but you cannot divert school fees. You cannot divert unga. You cannot divert livelihoods of Kenyans. You cannot divert fuel, but traffic you can divert. Wewe msitoke hapo. Alafu tukifungua tutasaidia aje? Hatusikii sisi. Sasa unasikiza nini? Tutaongea na wenzangu atakuja. Iko tushapiana. Iko na tuwa hawasikiangi hawa wanasiasa. Hawasikiangi hawa. Wewe msitoke hapo mpaka wenzangu wakuje. Hawasikiangi. Siku moja tu mtupatie leo peke yake. Nikifungua hata leo. Ya tukiangi kila siku. Nikifungua wenzangu atakuja hapa hivi. Atamjua. Hakuna hata document. Kuna document nishapeana simkuja usiapeana. Wana discuss pesa zao. No, document umeleta. Nimeleta. Wamenyamaza leo. Zile siku tulikuwa na wewe. Tutaleta hapa tutakuja mpaka na nyumba. Tutakuja mpaka pale tunachukua. Tutakuja mpaka hapa na kaiba. Lakini tukienda wanaangalia. Si ndio hiyo wamekataa kupitisha. Na wanaongeza tax. Usichome unaleta document. Akaleta kaingia kafunga. Wewe msifungue. Wewe wasema sasa. Hapo kafunga hapo. Na pale bana. Unajua nifunga barabara. Hello, and then a few months later, the young generation of Kenya, who most of you guys, we call them Gen Z, they decided also to go for the demonstration to fight for the high standard of living. This is how it went down. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wana. Hapana! Mama hapo. Hapana! Nawaambia, yana baridi. Unataka nini? Ni wachina namna gani? Twende, nenda kwa mgongo. My government. Sign bill. Sign the bill. Rejected. Signed. Reject. Aribu. Guys, have you ever imagined if all Kenyan police decided they are not going to job? But this guy is a policeman.
he decided to speak his mind to the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Kindiki. But this is what happened. Listen keenly. Imagine siku moja niamke niseme sifanyi kazi, business zote zianguke, hutaweza kutoa hata pesa kwa benki. Left, right and center kutajaa insecurity, utakosa mahali pa kuripoti. Wakili na jaji hawataendelea na kazi ndani ya koti. Ukitafuta justice utaipata wapi? Watababaika sana waliosema hawatishiki, wakisema shika huyo si shiki, mweke ndani si mweki. Hiyo siku mtawacha matusi. Si mlisema shuleni nilipitia tu, sikupita. Mkasema mnajua rights, mimi najua tu vita. Mungu alinipa roho ngumu, ndio maana huwa siteti. Mazingira duni but nashukuru sana mimi upata riziki. Kuwashughulikia nyinyi hata kama hamridhiki. Bila kubagua, utumishi kwa wote. Ni mbaya na kurekebisha na haki. Mmekuwa mkinibeba vibaya na hivyo ndo staki. Nimechoka. I am human. Usiniite beast. Ukiniona huo unaona extrajudicial killings. Atuona. Naona bado wewe ni constable. Yes. Mr. General, huyo kweko. Thank you, sir.